unavyoona tumetembelea huu mradi na mara nyingi hapa mimi nimekuja, bado sijaridhika sana na progress ya mradi wenyewe kiujumla, japo kuna sababu za hapa na pale ambazo contractor amekuwa pamoja na consultants wanajaribu kutueleza. Sheria unatakiwa kulipwa shilingi ngapi? Akasema 19,800. Si ndivyo hivyo? Hapa wanasema wanalipwa shilingi 8,000. Yaani hata nusu yake haijafika na bado hawapati. Na bado hizo fedha zenyewe huwalipi. Ni sahihi kweli? Huruma hizo. Project manager ni sahihi hilo? Yana na nani? Na kiwango kile cha kazi ambacho tumesema hivi, nilikuuliza pale kwamba kwa mujibu wa sheria ni shilingi ngapi wanapaswa kulipwa vibarua? Si nchi inaendeshwa kwa sheria na taratibu, si ndivyo? Ndio. Kwa mujibu wa sheria umesema ni 19,800, si ndivyo? Ni kama tulikuwa tumeahidi, kwa asilimia kubwa tumelipa, ndio sio zote, kuna baadhi ambao bado au wamepata asilimia fulani, sio yote, lakini kwa asilimia kubwa tumelipa, na hizi ambazo bado na kati ya leo na kesho tutakuwa tumemaliza zote. Shida ni nini? Kulikuwa kuna changamoto ya upande wetu kwenye mifumo, na make pesa za mpaka vibarua zote zinalipwa kutoka makao makuu moja kwa moja. Ni namba zao sisi ambazo tunachukua hapa na wote wanaingiziwa wenyewe moja kwa moja. Wacha wale vibarua ambao pengine ni wataalamu au waachana nao kabisa, maana watazipata taka wale kabisa vibarua wanaokunja nondo, mhangaikaji yule. Una wangapi? Tuna 37. 37. Sasa kati ya 37 ni wangapi ambao wamelipa? Kati ya 37 tumelipa karibia watu 23. Sasa wakati tunatoka muandae wale vibarua, baadhi si wako humo. Wapo, waulize tujiridhishe. Maana kama kiongozi amesema amekutana nayo malalamiko kwamba vibarua, na wewe mkaidi vizuri wenyewe kwamba kufika Jumatatu kwa tumefanyaje? Tumewalipa. Yaani ndio sisi ziara yetu kutuleta. Huu mradi tulikuwa tumeisha uondoa kwamba hatuwezi kuendelea kwa sababu kiongozi wetu mkubwa ameshapita. Lakini ikaja kwamba kwa sababu ya kitu ambalo alilitoa, sisi ndio kamati ya siasa tuende na mheshimiwa DC ambaye amewakilishwa na rais, ili sasa tukaone kwamba je, hao watu wamelipwa? Maana mwisho wa siku kama alivyosema na yeye, tunaokuja kuadhibiwa ni sisi chama. Wamesema wameleta stand hapo, wametupa kazi hata hatulipo. Kwa hiyo hasira zinarudi kwetu sisi chama kwamba chama hiki hakifai, na sisi tunataka tuendelee kwa madarakani bwana. Lakini pia sasa habari ya mfumo huu, siku hizo watu wengi sana wanajificha kwenye mfumo. Yaani ukimwambia tu anakuambiaje? Mfumo bado unasumbua. Mfumo wote ni wa wanadamu, wanakomandi tu, mfumo unatembea bwana. Sio sehemu ya kujifichia na kuendelea watu kudidimizwa kwa sababu tu kwamba mfumo bado haujakubali. Kitu hizi stories za mfumo ni story ambazo hazina maana yoyote. Ni hadithi ambazo kila siku tunaambiwa lakini hazina maana yoyote. Ni mfumo gani huu ambao haujakaa sawa mpaka leo, tangu kipindi kile mpaka leo? Unajua unapoongea na watu hapa unaongea na watu wenye akili timamu, si ndio? Yaani kweli. Kwa nini unakaa unaongopa vitu vya namna hiyo? Kwa nini? Huo ni uongo ambao hauna maana yoyote. Sawa? Hata mtoto mdogo hawezi kumwambia kitu cha namna hiyo. Yaani mfumo hujastabilize mpaka leo. Kweli? Does it really sense? Sema mfumo hujastabilize. Majina yanatofautiana. Kuna changamoto ya watu kusajili na yani ni wengi ambao wana. Kwa nini yatofautiane? Kwa nini majina yatofautiane? Wakati ulipokuwa unafanyia registration, si ndio? Si utakuwa uelekeze kwamba bwana unatakiwa jina lako liwe sambamba na NIDA yako. Ni sawa. Sasa unakuta hicho ni kivuli cha kujifichia. Hapa alikuja katibu wetu mwenezi, alitoa maelekezo, hakuna namna, ni lazima hayo maelekezo yafanyike. Usilete excuse za aina yoyote ile. Wewe ni project manager. Sasa project manager gani ambaye hujui hata majukumu yako? Unaona ni sawa? Kumlipa mtu mdogo kabisa casual labor. Kwanza nataka kujua hiyo casual labor mnamlipa shilingi ngapi? Kwa hapa nani wengi tumeingia nao mkataba. Shilingi ngapi? Shilingi ngapi mnamlipa? Zinatofautiana mheshimiwa. Wale casual labor, very simple. Casual labor kibarua
unamlipa shilingi ngapi? Tunachofanya mheshimiwa, kwa mfano kama ni tofali, mmekubaliana na fundi, mnaingia inapimwa, inaingia mkataba. Kwa yule fundi ndo anakuwa na watu wake wale, unaona, lakini anaingia mkataba ni mtu mmoja, unaona, ndo anasaini mkataba. Sisi tukishamlipa kama ni milioni moja, yeye ana watu wake ambao anawalipa wale wote. Sasa kama ni hivyo ngoja. Kumbe kama sasa ni hivyo. Sasa unaona sasa. Kumbe inawezekana mmeisha walipa mafundi hawajawalipa vibarua. Si mnamuingizia fundi. Wao wamesema hapa kwamba NIDA zimetofautiana. Sasa hizo unasema kwamba fundi ndiye tunayemlipa. Alafu fundi anafanyaje? Anaenda kuwalipa tena. Sasa kama fundi ameisha chukua zile fedha na hajawalipa hao vibarua tutajuaje? Hapana, anakuwa amewalipa. Kwa hiyo unaona muamilije fundi? Amewalipa. Lakini pamoja na hayo, wewe project manager, sheria inasemaje kuhusiana na casual labor? Sheria kwa kiasi amount. Yes. Amount inasema pamoja na stake zake. Kwa casual labor ni 19,800. Unawalipa hivyo? Sisi tunaingia mikataba. Unawalipa hivyo? Manake wewe katika moja ya kazi zako ni kuhakikisha hawa watu ili wapate morali ya kazi. Si ndio? Wanalipwa stake zao kwa wakati, lakini pia kwa kiasi kile ambacho ni sahihi. Ni kweli. Sheria zinasema nini? Unaongea naye hapa pamoja na kuwa ni mayor lakini contractor anajua. Ni kweli. Umeelewa? Sasa usilete mambo ya kibabaishaji kama vile labda watu wote ni malayman hawaelewi chochote. Si sawa. Hiyo haikubaliki. Hakikisheni mnalipa haki za watu. Na ndio maana leo hapa unaona mheshimiwa mwenyekiti, hata namba ya hao ya nani hii ya wafanyakazi, unaona mwenyekiti naridhisha hapa chache sana. Chache sana. Sasa 35% ni kitu gani kwenye construction ya namna hii? 35% hata haitakiwi kumpigia hata makofi. Nadhani mwenezi haitakiwi. 35% kwa mujibu wa mkataba, kwa mujibu wa muda, time frame, si ndio? Ni kitu gani sasa 35%? Na kazi kubwa nataka nikwambie mwenezi pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa. Kazi kubwa kwenye construction, ukitoka huku chini na kwenye finish, especially kwenye majengo. Sasa usidanganye mzee, tunafahamu. Na watu walipeni stahiki zao jinsi ambavyo inavyotakiwa. Na usibabaishe kuleta hosi na dili na mfanyakazi na fundi, si dili na kibarua. Ndio utaratibu gani? Labda mwenyekiti. Kwa jina naitwa Jackson Saidi Turuka. Hapa nafanya shughuli ya kibarua, nipo barabarani kule Mwawaza. Kwa sasa nadai kama 180,000. Sijalipo kwa wiki 3. Maana wiki 3 hizo bado kuna siku kama 3 nimezifanyia kazi na zenyewe hazijalipwa. Tunaishi tu kwa kuungaunga, kwa sababu mfano maana tumepanga, unarudi nyumbani hapa na kodi yangu ilikuwa inaisha tarehe 20 mwezi wa pili. Mpaka mwenye nyumba kanifungia nyumba ninapolala, ninapoishi. Kwa hiyo nikija kueleza shida zangu huku naambiwa tu ngojeni tutawatumia. Tunapewa ahadi za uongo na kweli. Ndio hivyo. Tunakuwa tunawavumilia, hatuna pa kwenda. Kwa siku tunalipwa shilingi 8,000. Tunafanya kazi kuanzia saa 1 mpaka saa 7. Ikifika saa 7 tunapewa risali moja mpaka saa 8 la kupata lunch na kula. Baada hapo mnaendelea? Tunaendelea mpaka saa 11:30. Majina naitwa Nyangiro. Hapa nimefanya kazi kwa muda wa wiki 4, lakini wiki moja tu ambayo ilikuwa ni siku 4 ndio nilifanikiwa kulipa, lakini wiki 3 hizi zilizobaki bado sijalipa. Anatuambia kwamba kuna matatizo, kwamba kule Dodoma ambapo wanatuma hela kwamba kuna wafanyakazi wa pale wametoka, kwa hiyo inakuwa ni ngumu kutupatia hela zetu. Yaani hapo inakuwa ngumu sana kwa sababu kuna wakati mwingine tulipokuwa tunakopa chakula kama mantilie walikuwa wanatuvumilia, lakini kwa muda huu ndo wamekaza kwa sababu wanadai hela zao, kwa sababu ni kiasi kikubwa ambacho wanatudai sana. Kwa hiyo sasa hivi yani ni kuishi tu hivyo hivyo tu. Ukipata mtu kama ni bosi hawa mabosi wetu, kama amekuonea huruma na kununulia chakula, lakini kama hamna ndio hivyo unashinda njaa. Kwa majina naitwa Arnold Marigile Makombe, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi la Shinyanga mjini. Nimefika hapa na wajumbe wangu wa kamati ya siasa, lakini pia tukiwa tumeongozana na mheshimiwa Dasi ambaye mwakilisha mkuu wa wilaya, mstahiki meya, lakini pia na viongozi mbalimbali. Lengo kuu ni kufuatilia yale maagizo aliyoyatoa
katibu mwenezi wa taifa Laban Kenan Kiongozi, baada ya kuwa amefika mahali hapa na kutembelea mradi huu, alitoa maelekezo baada ya kupokea malalamiko kwamba vibarua bado hawajalipwa. Walielekeza kwamba waweze kulipwa. Kwa hiyo sasa tumepita hapa ili kuweza kujiridhisha kuona kwamba namna gani, lakini tumekuta kwamba bado hawajalipwa. Kwa hiyo nimeendelea kulikazia pale kwamba ifikapo kesho, kwa sababu fedha ilionekana ni hela ndogo, tumefikia hata milioni 1 kwa wale vibarua 12 ambao hawajalipwa, kwamba kesho wao wamekwisha kulipwa. Project manager mwenyewe amesema kwamba wanatakiwa lipo shilingi 19,800 ambayo ndio fedha ya kibarua, lakini badala yake tumekutana vibarua wenyewe kujiridhisha, wamesema kiasi wanacholipa ni shilingi 8,000. Sasa sisi tunaenda kulifanyia kazi, kuzielekeza mamlaka zilizo juu kuona kwa nini wanalipwa chini ya kiwango kile cha ambacho kimewekwa cha kima cha chini.